Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kututazama hapa Jukwaa la KTN. Kumbuka vile vile tumekuhusisha ambapo tumekuuliza kwenye mtandao wa Twitter, hisia zako ni zipi kuhusu kudhibiti mtandao wakati wa uchaguzi? Hisia zako ni zipi kuhusu kauli ya kudhibiti mitandao wakati wa uchaguzi? Pengine nisome tu 2-3 hapa. Franco anasema, we are a democratic nation. Let Kenyans express themselves but exempt themselves from any utterances. Yani Kenya ni taifa la demokrasia, wa Kenya wacha wawe na uhuru wa kuzungumza. Lakini anasema kwamba we need each other after election. Kwa hivyo wale ambao mnaendeleza hiyo, mnaambiwa kwamba tunahitaji mwenzetu baada ya uchaguzi. Tuko na mmoja hapa ambaye anasema kama ni hate speech basi be blocked from our televisions, na bila shaka zingine nitakuwa nazisoma hapo baadaye. Lakini bila shaka mdahalo ni kuhusiana na huu mjadala ambao umekuwepo nchini. Je, mitandao ifungwe isifungwe, hususan wale ambao wanaeneza cheche za chuki? Niko na jopo langu hapa studio. Nataka nirudi kwa haraka Ngao kabla tuende mapumzikoni. Tulikuwa tunazungumza jinsi utapata pengine wengine wanaonelea ni Mkenya wa kawaida ambaye atahukumiwa kwa kueneza hizi cheche za chuki, lakini pengine kuna mwanasiasa fulani. Naona hiyo ni swala ambayo nafikiria sahihi, kwa sababu naona ni kama kuna haraka ya kushika wa Kenya wanaofanya hate speech. Lakini wanasiasa wanaendelea na tuoni kama kuna kitu inafanyika. Na ukiangalia Mkenya ambaye si mwanasiasa, pengine ako na followers wachache, lakini mwanasiasa ako na big platform, na hiyo hate speech akifanya hapo, ama wale walikuwa na post pengine hiyo video, hiyo inaeneza mbali. Na tukiangalia hakuna kitu inafanyika aswa. Nataka tu kujua ni nini tunaweza fanya Omboi ilo make sure hii kitu si ati ni tu wa Kenya wana ukate kote, usiwe tu na upande mmoja. Sisi kama wa Kenya ama wa bloggers nasikia ni kama sisi ndio tunafuatiliwa, lakini ukiangalia wale wako na power, wale wako na influence, hakuna kitu inafanyika, na wao ndio wanaweza kuchatisha. Asante kwa hilo. Wacha niseme NCIC is an independent commission. NCIC is non-partisan, haiegemei upande wowote, whether ni mwananchi wa kawaida, whether ni hawa wanasiasa. Nafikiri wa Kenya wengi wanajua ya kwamba sisi tumerecommend for prosecution very many senior politicians, akina Moses Kuria, akina Babu Owino. Kuna watu wengi sana ambao pia wako na makesi zinaendelea kotini, na hawa ni wanasiasa. Na pia kuna wale Kenyans ambao wamekuwa convicted on hate speech cases. Kuna wale watu watatu wameconvictiwa on hate speech cases, na kuna wale watatu ambao wameconvictiwa on ethnic contempt. Na hizi zote ni kesi ambazo zimefanyika kotini. Lakini niseme hapo mbeleni tulikuwa na ile challenge inaitwa ya challenge ya the due process. Kwa sababu NCIC imepewa ile kazi ya kuensure there is peace and cohesion in the country, na pia imepewa zile power za kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanainterfere na ile peace wamepelekwa kotini na wamekuwa prosecuted. Lakini NCIC haina power ya kuprosecute. NCIC haina power iko na power ya investigations, lakini lazima ikuwe assisted na DCI. NCIC sio koti. Kwa hivyo lazima tuende pia kule kwa judiciary kuhakikisha ya kwamba ule mtu amesikizwa pale kotini. So tukaona kuna challenges before NCIC ifanye investigations, pia kutoka kwa investigations tena kwenda kwa DPP ndio aweze kuprosecute, tena kutoka kwa DPP tena kwenda kwa judiciary ndio judiciary iweze kufanya zile maamuzi. So tukafanya nini? Tukakuwa na ile inaitwa multi-agency approach, kwamba NCIC pamoja na ofisi ya DCI, pamoja na ofisi ya DPP, pamoja na ofisi ya Judiciary, tuko na ile team ambayo inafanya kazi pamoja. Ndio tukifanya investigation mara hiyo inafanyiwa investigation na DCI
from there inaenda kwa timu nyingine pale kwa DPP, from there inaenda judiciary. Na judiciary just 2 months ago ikasikia ombi letu na ikaset 5 courts specifically za kusikiza zile cases za hate speech, ethnic contempt and any other case related to the NCIC Act. So from now henceforth tutaweza kuona hawa wanasiasa wakubwa ambayo my friend hapa ako concerned na wao wataweza kukua na expedited justice, kwa sababu ile inakuwa ni kwamba unapeleka zile kesi kotini lakini ina take forever. Kila wakati wakili wa huyo mwanasiasa akikuja anasema adjournment. Lakini sasa these specific courts zitaweza kuharakisha ile accusation ya hate, itaweza kuharakisha hiyo ndio tuweze kupata quick justice. Aya, nataka tuachie hapo. Nataka tuende kwake Joseph Kioko, maana muda ndio huu unayoyoma. Bwana Joseph, sijui kama wewe unadhani kwanza kabisa sheria ipo ya kudhibiti utendakazi wa mitandao ya kijamii. Ndio walisema kwamba ni mitandao ya kijamii, kila mtu ana uhuru, lakini kuna sheria unadhani na zile zilizopo kidogo, je, zina makali ya kutosha na pengine Wakenya wanazifahamu? Manake pengine baadhi ya wale ambao Nyuto anatuambia hapa tayari wameshtakiwa, pengine hawakufahamu kwamba walikuwa nakiuka hizi sheria. Kwanza ni muhimu tuelewe, kama mimi pale nimesimama siitaki, sina nia mbaya na tume huru hiyo ya uwiano. Manake nani yataka fujo, nani yataka vita? Sote tunataka amani Kenya. Lakini kama tume haifanyi kazi, hata ukituambia umeshtaki watu wawili, kumaanisha basi hate speech Kenya haipo. Shona, kama umefuatilia kesi 2 katika miaka 5, hizo ndo unasema, na sisi sote tunaishi, tunajua sisi si wageni Kenya, tumelelewa hapa, tumezaliwa hapa, tunaelewa yale mambo ambayo yanafanyika hapa, tunajua nani anatudanganya, tunajua nani wasema ukweli. Lakini kama unaweza jivunia kwamba ni watu wawili tu, basi sawa, tushashukuru. Sheria zipo, nia ya kudhibiti uongo, nia ya kudhibiti watu ambao wanasambaza chuki ipo. Manake tuliona mwaka 2007 Kenya karibu ichomeke na watu walikufa kwa sababu kuna watu walieneza siasa mbaya na sera mbaya. Kwa hivyo hakuna mtu yataka kurudi hapo. Lakini kama tume ilitengezwa na tume ikakataa kupewa fedha, tume ikakataa, ikashindwa kujitetea, ama ikakataa kupewa fedha za kushtaki watu, ifanye kazi kama tume uhuru, inakimbia kutengeza multi-sectoral agency, na tunajua hao katika ma agency wengine ni appendages, ni viungo vya executive, na wale ambao wanatenda mabaya tunawaelewa wengine wao katika executive ama wamependelewa na executive. Unapata kwamba wao wenyewe kama watu nia inaweza kuwa wako nayo, lakini uwezo wa kufata watu haipo. Pili, wanaangalia hawa wanyonge, hawa mabloggers wanyonge, hao ndo wanawakimbiza. Lakini waongo Kenya ni wengi, wale ambao wanasambaza uvumi mbaya ni wengi, na hao ni hao wanasiasa. Lakini ukiangalia kama wewe mwanasiasa wa UDA, wewe labda utapigwa sana. Kama wewe ni mwanasiasa wa upande huu mwingine, utaruhusiwa useme yale mambo, alafu tume itakuwa inlala, itajifanya haikusikia ama hakuna mtu aliteta. Sasa hayo mambo ukiangalia in totality ndio inafanya ile idadi ya amani ama imani katika tume hii inapungua sana, na zile mambo wanajaribu kufanya sahihi mpaka siku ya kupiga kura. Manake hatuamini na yale mambo yote ambayo anasema. Sisi kama Wakenya wa kawaida tunaangalia kutoka kwa prism ya siasa. Tutaangalia yule blog umemshika nani. Ukimfuatilia blogger ameegemea upande huu wa siasa. Lakini wale ambao wameegemea upande mwingine wa siasa hamuwashiki, na pia wao wanaeneza uvumi. Sasa mimi ile ningewasihi sana hii tume wasijiingize katika mambo ambayo katika hizi siku 5 hawayawezi. Wapeane zile adverts zao, wawasi wa Kenya tuache uongo kama inawezekana. Hata mapadri wetu na mashehe kanisani wanatuambia tuache uizi, tuache kutukanana, lakini mambo yao ni magumu. Kwa hivyo wao wapeane hizo advice. Alafu watuache sisi tuchague viongozi wetu. Hii mambo yao ya kwanza kusema ati sijui Kioko yanaeneza uvumi, alafu unamwacha
Njeri mahali fulani, na sisi tunajua Njeri pia anaeneza uvumi, inakaa wanaegemea upande fulani. Hiyo ndio kitu mimi nalilia sana. Na bila shaka hiyo mambo yote katika hiyo mambo yote ukiegemea upande fulani, hao watu wanaanza kupata sympathy votes na mnaharibu siasa yake. Haya, asante, kauli yako imefika. Tunapomalizia, kuna hii dhana pia vile vile nyinyi wana blogi mnatumiwa na hawa wanasiasa basi kuzifikisha zile cheche za chuki mahali wanapotaka. Ni kweli si kweli? Kuna wale wanafanya hivyo, ni kweli. Lakini wao si Bloggers Association of Kenya, hawako kwa hii shirikisho. Ndio. Hatuwezi sema kila blogger atakuwa kwa shirikisho la BEK. Tuna rules na wale wanaweza fuata ndio wako kwa hii shirikisho. Wale wengine wamekataa kufuata, wanaweza fanya vile wanataka. Na kuna ways wanaweza kama ni NCIC ama kuna rules zingine za hata zile ziko kwa constitution zinaweza deal na watu. Lakini sisi kama BEK, kazi yetu ni wale wanataka kuwa katika hii shirikisho wakuwe nasi, na ile kazi tunataka kufanya sana ni ya ku-educate, kwa sababu tumesema kazi yetu ni digital literacy. Hii internet iko hapa. Wakenya lazima wajue kutumia internet. Wakenya lazima wajue kutumia internet vizuri. Na kutumia si kusema kupost, kufanya, ni kujua kuna opportunities kwa internet. Kuna vitu unaweza fanya kwa internet. It's becoming a very global way to get ahead. So tunataka kukaa hapo kwa kusema wale wanataka kujoin na wanataka kutumia internet kufanya vitu zingine ni sawa. Wale hawataki wanaweza deal na kama ni NCIC ama the platforms themselves ama polisi ama, but us we have our position. Kwa hivyo wale wako chini na hawajajipata kwenye noma. Hawajajipata kwenye unataka kusema kwamba wale ambao wako chini ya shirikisho lenu mara nyingi hawajajipata katika hawajajipata hapo. Na wale wamejipata, tumeangalia hizo kesi na tumeona wale walikuwa kweli hawakuwa na kosa, ilikuwa politics. But wale na tunawajua wale kweli tunaweza sema wanafanya vitu hazifai, hawako kwa shirikisho letu. Haya, bila shaka tutakuwa tunachunguza na Wamboi atakuwa anatuambia. Tukimalizia hayo majina, Wamboi, na utoe kauli zako za mwisho. Asante sana. 30. Kwanza ni kumshukuru mwenzangu hapa kwa sababu ya hiyo formation yao ya Bloggers Association of Kenya, ambao wako na rules zao ya kwamba huwezi kuwa una post hate speech na wewe ukue kwa association yetu. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba Mkenya kama huyu anathamini amani. Sisi kama NCIC tuko na over 300 cases in court za wale wamefanya hate speech, ethnic contempt na mambo ingine ya discrimination, na hiyo kesi yote inaendelea pale kotini. Na tukumbuke ya kwamba in the Kenyan system, the average ama ile miaka ambayo kesi za criminals zinachukua kotini ni average ya 8 years, 6 years, hata karibu 10 years. Kwa hivyo hizi kesi zetu tulipeleka kuanzia 2013, hata wa leo 2 weeks ago tumepeleka kesi zingine. Lazima zichukue ule muda, maanake judiciary inahitaji ile timeline. La mwisho wa kesho ni kusema ya kwamba NCIC haiegemei upande wowote. Ukiangalia wale wanasiasa ambao wako kotini, wote wametoka Azimio la Umoja, wote wametoka Kenya Kwanza, wengine hata akina Wajakoya wakiongea vibaya pia hao tutapeleka kotini. Kwa hivyo nasihi wa Kenya watimize amani na tupendane, especially vijana wenzangu, msikubali kutumika kuleta vurugu nchini yetu nzuri ya Kenya, ili tuwe na uchaguzi bila noma. Uchaguzi bila noma. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, kwenye Twitter nikiwa huyu ni Langata Bana anasema nikiwa Emuru wa Dikir Narok, mtandao ni kitu ya muhimu sana. Kuna uhuru wa mawasiliano, bora tu kila mtu azingatie sheria za mtandao. Ni Langata Banaba nikiwa Emuru wa Dikir Narok. Reverend Harrison anasema nikiwa Lesos Nandi, nasema mtandao ni kijana anasema mtandao ya kijamii ni nzuri ikitumiwa vizuri, ila sheria kwa wale wanaochochea watu wakabiliwe na sheria, hata kama ni nani. Uwe ni mwanasiasa, uwe ni nani, ukabiliwe na sheria iwapo utakuwa unavunja zile sheria zilizopo. Mtazamaji, hatuna la ziada, niruhusu nitamatishe kipindi changu Jukwaa la KTN. Nimekuwa na wageni wangu Wambui Nyutu, naibu mwenyekiti tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC, Mwende Ngao ni mwanablogu, na kwenye mtandao wa Twitter kutoka maeneo ya Kaiti, kaunti ya Makueni, Joseph Kioko, mchanganuzi wa masuala ya utawala. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva. Endelea kutazama KTN News, nitawapisha Zubeida Kome na vile vile Maria Toli na taarifa za KTN leo. Kwaheri.